Uhali gani ndugu mpenzi mfuatiliaji wa Mutafarm, karibu tena, ni siku nyingine tuko hapa kama sehemu ya mwendelezo wa video zetu, lakini pia content zetu zinazohusiana na masuala ya kuku au shughuli tunazozifanya. Leo ni siku ambayo tumekuja kuwapa ushuhuda kama tulivyoambia kwamba moja kati ya miradi mipya au mradi mpya tulioanzisha ni wa kuku wa kienyeji, na katika kufanya multiplication au kuzalisha au kuku tumechagua mbegu nzuri ambazo mwisho wa siku tunapata mayai, na yale mayai tunayatamisha kwa kutumia mashine kama tunavyoona. Kwa wakati tunaweka mayai kwenye mashine tuliwaonesha, na leo siku ambayo vifaranga vimeanza kutoka tumekuja kuwaonesha namna inavyofanya kazi. Kwa hiyo haina tofauti sana kama kuku wanavyofanya, kwa maana kwamba ni wastani ule ule. Unajua vifaranga huwa wanatotolewa kuanzia siku ya 19 mpaka siku ya 23. Kwa hiyo kama mayai yana size ya kawaida na kila kitu kipo sawa, kuna uwezekano mkubwa yakaanza kutoka kuanzia siku ya 19. Lakini ikitokea umeweka mayai makubwa, yani maumbile makubwa zaidi, lakini kama kuna fakta kadhaa ambazo hazitakuwa sawa kwa wakati wa kuatamisha, kuna uwezekano mayai yakaenda mpaka siku ya 23. Na ndio maana ukichukua wastani hapo inapatikana siku 21. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa leo ni siku ya 20, mayai yameanza kutotolewa, japo mengine yameanza kutolewa jana, ila kwa siku ya leo ndio vifaranga vimetoka zaidi na zaidi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba ndani ya siku mbili mbele, kwa maana leo tarehe 20, 21, 22 vifaranga vikaendelea kutoka, especially vile vifaranga ambavyo tayari vina mbegu ndani. Kwa hiyo ushuhuda ndio huo, na kitu ambacho kinachofanyika hapa ni kwamba baada ya vifaranga kuwa vimeshatotolewa tayari, tunaviacha vifaranga, tunaviacha kwa walau hata masaa kadhaa, masaa 6 au zaidi ya hapo, ili viweze kuchangamka, kupata lile joto na kuchangamka vizuri. Baada ya hapo ndo tunavitoa, tunaenda kuendeleza uleaji kama kawaida. Kwa hiyo ni swala ambalo linawezekana na hakuna tofauti, na zaidi ya hapo hakuna tofauti ya kuku na mashine hii, isipokuwa mashine hii inakuwa ina ufanisi mkubwa zaidi, kwa sababu kwanza una uwezo wa kuweka mayai mengi zaidi, lakini pia utotoleshaji unakuwa una ufanisi mkubwa ukilinganisha na kuku. Changamoto kubwa tu ni swala labda la umeme, lakini kama umeme uko sawa, mashine iko sawa, kikweli ufanisi ni mkubwa sana, kwa sababu kama unatumia kuku itabidi uwe na kuku wengi kwa ajili ya kutotolesha mayai idadi kama tuliyoweka hapo. Lakini tofauti na hapo, ikitokea labda kuku amepata changamoto za kiafya, labda ameumwa ghafla, lakini zaidi ya hapo au amepata visumbufu vya aina yoyote, kwa mfano kama utitiri, siafu amekuja, mwisho wa siku kuna uwezekano mkubwa wa kuyahama yale mayai au ya kuyakimbia yale mayai kiasi kwamba ukapata hasara. Kwa hiyo teknolojia kama hizi zinakuja kama sehemu ya kutusaidia kuweza kufanya uzalishaji wa kisasa na kuweza kufanya uzalishaji wa kibiashara. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuruni kwa kuendelea kuwa nasi. Kwa wale ambao ni wageni mnaoangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali unaweza kusubscribe YouTube channel yetu na kubonyeza notification button ili wewe wa kwanza na wa karibu kabisa kupata content zetu pale tunapokuwa tunazi-upload. Lakini kwa wewe ambaye ni mwanafamilia tayari, tafadhali unaweza comment kama utakuwa na swali au any suggestion kwenye comment section, lakini pia kulike na kushare video zetu. Asanteni sana, karibuni sana Mutafarm.